Naam, taarifa za maandamano kutoka Mwanza ni tofauti kabisa na miji mingine nchini leo ikiwa ni tarehe 7 Julai, siku ya maandamano makubwa Tanzania. Mwanza imekuwa mojawapo ya miji iliyojaa taharuki kwa hofu ya kuzuka vurugu au maandamano yenye fujo, lakini taarifa za hivi sasa kutoka mjini Mwanza sivyo serikali na wananchi walivyotarajia leo. Jeshi la polisi limetoa taarifa za ghafla muda huu kutoka Mwanza, lakini pia kando na taarifa hizo za Mwanza, taarifa mpya pia zimeibuka kutoka Dodoma, Songwe, Kilimanjaro na maeneo mengine ya nchi. Kabla ni kujuze ripoti hizi zote, nimegundua ya kwamba wengi wenu mnasikiliza habari ya mataarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi leo nataka kabla tusonge mbele uchukue sekunde yako moja like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Saa chache zilizopita Watanzania wengi waliamka na kuona picha za mitaa tulivu, biashara zilizofungwa na jeshi la polisi waliotumwa kwa usalama katika miji kadhaa mikubwa. Mchana wa leo ulipoingia, Mwanza imekuwa mojawapo ya mikoa ya kwanza ambapo jeshi la polisi wametoa taarifa za kina muhimu kuhusu hali ardhini inayoendelea huko Mwanza. Katika taarifa iliyotolewa kupitia kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza sasa hivi, naibu kamanda wa polisi wa mkoa Wilbrod Mutafungwa aliongea waziwazi na kutuma ujumbe bila hofu kwa Watanzania. Alisema hali ya usalama katika eneo hilo la Mwanza bado iko imara kufikia mchana huu na kwamba wakazi wanapaswa kuendelea na shughuli zao za kawaida za kila siku bila hofu, kwani polisi wameweza kudhibiti usalama na hakuna mtu atakayejaribu kuleta vurugu eneo hilo la Mwanza. Kulingana na polisi, maafisa wamedumisha doria za usalama na watu waliotumwa kwa ulinzi katika maeneo muhimu kote jijini Mwanza kwa lengo la kuwalinda raia na mali zao tayari wameshika doria. Mamlaka imesisitiza sasa hivi kwamba uwepo wa maafisa hao haupaswi kutafsiriwa kama ishara kwamba vurugu zimezuka, bali kama sehemu ya shughuli za kawaida za usalama zilizoundwa ili kulinda amani wakati wa matukio ya leo. Kamanda wa polisi wa mkoa pia aliwakumbusha wakazi kwamba kudumisha amani ni jukumu la pamoja kati ya vyombo vya sheria vya usalama na umma. Alionya kwamba mtu yoyote anayejaribu kuvuruga utulivu au kuleta machafuko au kushiriki katika vitendo haramu leo huko Mwanza atakabiliwa na hatua za kisheria chini ya sheria kali zilizopo. Ujumbe huo kutoka Mwanza unaonyesha mkakati mpana ambao sasa umeonekana katika mikoa kadhaa tangu mapema asubuhi ya leo. Tangu mwanzoni mwa Julai tarehe 7, polisi wamekuwa wakisisitiza kwamba muonekano wao ulioongezeka barabarani unakusudiwa kuwatuliza umma, huku wakikatisha tamaa shughuli zozote zinazoweza kutishia usalama wa umma. Kadri ripoti zinavyoendelea kuwasili kutoka sehemu tofauti za nchi leo, maendeleo mengine muhimu yameibuka kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Katika mkoa wa Songwe, wakazi katika maeneo ikiwemo Mlowo, Vwawa, Tunduma, Isongole, Mkwajuni na jamii za karibu wameendelea na shughuli zao za kawaida. Masoko yameendelea kufanya kazi, huduma za usafiri zimeendelea kufanya kazi na biashara zimekuwa zikihudumia wateja kwa muda mrefu wa siku, na hakuna watu waliopanga kuandamana ambao wamejitokeza. Hii yote inaonekana ni kulingana na ulinzi mkali ambao umewekwa na jeshi la polisi ambao umewatia hofu waandamanaji waliopanga kuleta fujo. Polisi huko Songwe pia wameendelea kufanya doria za mara kwa mara, huku wakisisitiza kwamba jukumu lao ni kudumisha usalama badala ya kukatiza shughuli za kawaida za kiuchumi. Kulingana na mamlaka za kikanda, maafisa wanaendelea kutumwa katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wakazi wanaweza kuendelea kufanya kazi katika mazingira ya amani wakati wa likizo ya Sabasaba. Hali ilivyo Songwe inatofautiana waziwazi na baadhi ya hali ya kutokuwa na uhakika iliyoripotiwa awali katika vituo kadhaa vya mijini. Wakati huo huo, umakini pia umeelekezwa katika miji mikuu ya kisiasa ya Tanzania. Mkoani Dodoma, vikosi vya usalama vimeendelea kuonekana sana siku nzima, huku doria za magari na doria za miguu zikiendelea kuzunguka taasisi muhimu za serikali, bunge na barabara kadhaa kubwa.
Polisi wanasema shughuli hizi zinalenga kuhakikisha usalama wa umma na kuwaruhusu raia kuendelea na majukumu yao ya kila siku bila kuingiliwa. Hata hivyo, licha ya uhakikisho huo, ripoti kutoka jiji zinaonyesha kuwa shughuli za kibiashara zimebaki chini ya viwango vya kawaida katika baadhi ya maeneo. Ingawa harakati zimeendelea na hakuna machafuko yaliyoenea ambayo yamethibitishwa, biashara nyingi zinaripotiwa kuchagua kubaki zimefungwa, zikionyesha hali ya tahadhari ambayo imeashiria maendeleo mengi ya leo. Ripoti za awali zilionyesha kuwa wakazi katika sehemu kadhaa za Dodoma walikuwa wamechukua mbinu ya kusubiri na kuona walipokuwa wakifuatilia matukio yanayoendelea kwingine nchini. Kaskazini zaidi, eneo lingine linaloonekana kusimulia hadithi tofauti kabisa ni mkoani Moshi. Mkoa wa Kilimanjaro, shughuli za biashara zimeendelea katika soko la Mbuyuni, huku wafanya biashara, wanunuzi na waendesha wa usafiri wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Kanda zilizosambazwa wakati wa mchana leo zinaonyesha wachuuzi wakiwahudumia wateja na shughuli za kibiashara zikiendelea licha ya umakini mkubwa wa kisiasa unaozunguka maandamano ya leo. Matukio kutoka Moshi yanaimarisha kile ambacho kimezidi kuwa moja ya sifa kuu za leo. Badala ya kupitia muundo mmoja wa kitaifa, Tanzania inashuhudia hali halisi tofauti kulingana na eneo hilo. Ingawa baadhi ya miji ilipata mitaa tulivu wakati wa saa za asubuhi, mingine imeanza tena biashara polepole na mikoa kadhaa imeonekana kuendelea kufanya kazi karibu kawaida siku nzima. Tofauti hiyo ya kikanda inazidi kuwa muhimu katika kuelewa jinsi Julai 7 inavyoendelea. Mapema leo Dar es Salaam iliwasilisha picha za barabara tulivu zisizo za kawaida katika maeneo kadhaa ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na Kariakoo na sehemu za Goba na Sinza ambapo biashara nyingi zilichelewesha kufunguliwa. Hata hivyo, siku ilipoendelea hadi mchana, shughuli zilianza kurudi katika maeneo kama Kimara na kando ya sehemu za ukanda wa barabara ya Morogoro, zikionyesha jinsi hali imeendelea kubadilika siku nzima badala ya kubaki tuli. Wakati huo huo, maelfu ya wageni waliendelea kuhudhuria maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba, huku kumbi za maonyesho na mabanda ya kibiashara yakiendelea kufanya kazi licha ya hali ya kisiasa iliyoimarika nje ya viwanja vya maonyesho. Matukio hayo yamekuwa muhimu kwa hoja ya serikali kwamba Watanzania wa kawaida wanaendelea kuchagua biashara na maisha ya kila siku ya kawaida licha ya wito wa maandamano. Maafisa wa serikali vilevile wamesisitiza mara kwa mara kuwa Tanzania inaendelea kuwa na amani na kwamba kupelekwa kwa vikosi vya usalama ni hatua za tahadhari zinazolenga kuwalinda raia badala ya kuzuia shughuli halali za kila siku. Maendeleo haya yakijumlishwa, maendeleo haya yanapendekeza kuwa Julai 7 haijatokea kama uzoefu mmoja wa kitaifa, lakini kama mfululizo wa hali halisi tofauti za ndani zinazoundwa na maandalizi ya usalama, maamuzi ya mtu binafsi na hali ya kikanda. Jioni inapokaribia, tahadhari sasa itaelekezwa ikiwa hali hizi zitaendelea kuwa shwari, ikiwa mamlaka itatoa sasisho zaidi na kama maendeleo ya ziada yatatokea kutoka kwa mikoa ambayo imesalia kimya kwa siku nzima. Kwa sasa Tanzania inaendelea kupitia moja ya siku zake za kisiasa zinazofuatiliwa kwa karibu sana katika historia ya hivi karibuni, huku vyombo vya usalama vikidumisha uwepo wao, biashara zikibadilika taratibu kulingana na hali ya ndani, na mamilioni ya wananchi wakiendelea kufuatilia matukio yanapotokea saa baada ya saa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu kila siku.